Mtazamaji wa YouTube channel yetu Kilimo Hub Technologies. Leo tupo kwenye shamba la kikundi cha wakulima ambalo shamba hili lipo kijiji cha Chingurubira, kata ya Namuhula, wilayani Bunda, mkoa wa Mara. Wana kikundi hawa tumekuwa nao bega kwa bega toka walipoanza kufikiria kuanzisha mradi wa kilimo cha alizeti. Tuliwashauri kwanza namna ya kupata mbegu ambazo zinahitajika sokoni. Walichokifanya ni kwenda sokoni kufanya utafiti mdogo wa soko, kuongea na watumiaji wa mafuta ya alizeti, lakini kuongea na wazalishaji wa mafuta ya alizeti kwa maana ya viwanda vidogo na vikubwa vinavyozalisha mafuta ya alizeti, ili kuweza kupata jibu sahihi ni mbegu gani ambayo wanaweza wakatumia ili kusudi iweze iendane sawasawa na mahitaji ya soko. Kwa hiyo baada ya kutoka sokoni ndipo tulipoanza nao kwa pamoja, baada ya kurudi na majibu yale ambayo wameyapata sokoni, na sisi wataalamu tukayafanyia kazi, na ndiyo maana unaona matokeo kama haya. Hii ni mbegu ya alizeti. Hii mbegu inaitwa Aguara namba 4. Kuna mbegu hizi ziko nyingi, lakini kuna ambazo zinafanya vizuri sokoni kwa sasa ni Haisani 33, alafu kuna Aguara namba 4 kama ndo hii, lakini kuna Aguara namba 6, lakini pia kuna mbegu inaitwa LG, na kuna nyingine inaitwa Silverland, lakini kuna nyingine inaitwa Supersun, nyingine inaitwa HK Bloom. Hizo zote ni mbegu ambazo zinafanya vizuri sokoni, kwa maana kuanzia ubora wa mafuta, wingi wa mafuta yanayopatikana kwenye mbegu husika, lakini hata ukuaji wake, kwanza inachukua kwa muda, inakomaa kwa muda mfupi, na ni fupi kama unavyoiona, yote inalingana, tofauti na mbegu hizi zetu za kienyeji tunazozitumia. Kwa hiyo ndugu mkulima, ni muhimu kuzingatia ushauri wa kitaalamu tunapokuwa tunafikiria kuanzisha mradi wa uzalishaji zao la alizeti. Kwa hiyo mkulima, anzia sokoni, chukua majibu uliyoyapata sokoni, uje uchanganye na ushauri unaotolewa na wataalamu wa kilimo, ili kusudi mradi wako uweze kuwa na tija, sio tu kwenye uzalishaji, bali hata sokoni pia uweze kuleta matokeo ambayo yanatarajiwa. Kwa hiyo mpaka tulipofikia hapa, naamini mradi wetu umefika mwisho. Kwa hiyo leo nitazungumza mambo machache tu ambayo yanaweza yakawasaidia hawa wakulima, lakini na wakulima wengine wa alizeti. Kwa hiyo leo tutazungumza dalili kuu za zao letu la alizeti kukomaa. Ukiona zao limefikia hivi, maana yake liko mwishoni kukomaa. Kwa hiyo nitawaeleza nini uangalie ili ujue alizeti yako iko tayari kwenye mavuno. Alizeti yako suke likifikia kuwa na rangi ya namna hii, yaani rangi ya njano. Hii rangi ya njano nyuma yake ina maana tayari alizeti yako iko tayari kuvunwa. Kwa hiyo zikifikia hivi, ni muhimu kuanza maandalizi ya uvunaji, ikiwemo kuandaa visu, kuandaa maturubai, lakini hata mifuko pia, na vilevile wafanyakazi wa kukusaidia kuvuna, lakini vilevile ni kutoa taarifa kwa wenye mashine. Ndugu mkulima, huna haja ya kuhangaika na watu wengi sana shambani kwa ajili ya kupiga alizeti au kupiga alizeti kwa njia ya kienyeji ambayo tunapiga kwa miti. Sasa kuna mashine bora ambayo inaweza ikapiga alizeti, hata kama unaweka 100 zinaweza zikakusaidia kupiga alizeti kwa muda mfupi. Na baada ya kukusanya vyote hivyo, alizeti yako inatakiwa ipigwe mapema ikiwa bado suke ndo linaonyesha rangi hii. Usisubiri mpaka suke likauke. Likionyesha tu rangi hii, tayari mbegu yako itakuwa iko tayari katika kupeleka sokoni. Lakini kama unaitunza, ni vizuri
ni vizuri baada ya kupiga na kuikusanya uianike sasa, ili iweze kukaa, ili iweze kupunguza unyevunyevu wa maji ndani ya mbegu, kwa sababu ukihifadhi hivi kwenye mifuko ya PICS inaweza ikaoza, kwa sababu unyevunyevu bado ni mwingi. Lakini kama unaenda kukamua mafuta, alizeti ikifikia kiwango hiki, inakuwa ni nani zaidi, inakuwa ni vizuri zaidi katika kupeleka sokoni, ili kupeleka mashineni, ili kusudi waweze kupata mafuta ya kutosha. Njia ambayo nawashauri wakulima ya kuhifadhi alizeti nzuri ni kutumia mifuko ya PICS kwa wakulima wadogo, lakini kwa wakulima wenye uwezo wanaweza wakatumia metosilo ambayo ni vihenge vile vya chuma. Mifuko ya PICS ni mizuri kwa sababu kwanza ile ina tabaka 3, na ukifunga mle wadudu hawatasogea, hata panya hawawezi kusogea, kwa sababu panya yeye huwa anasogea anaposikia harufu ya kitu fulani, lakini ukifunga zao lako mle hakuna harufu itakayotoka, kwa sababu mifuko ile ina tabaka 3. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia, lakini kuna wakulima wengine vijijini kule wana vihenge vile vya asili na vyenyewe ni viko vizuri, lakini kutumia PICS unakuwa ufanisi wake unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko kutumia vihenge vile vya asili. Ndugu mkulima, tunaweza tukaongea vitu vingi sana kuhusu zao la alizeti na kuhusu maandalizi ya uvunaji wa zao hili, lakini kama kuna kitu nimesahau ama unataka kushauri, unaweza ukatupigia simu namba 06229858 ama 0786222749, na sisi tuko tayari kukuhudumia. Hii namba pia inapatikana WhatsApp kwa wale wanaotumia simu janja. Karibuni sana. Tupo kijiji cha Mlanda, kata ya Namuhula, wilayani Bunda, mkoa wa Mara. Karibuni sana na asanteni sana.